Mara baada ya kipindi kirefu cha mapumziko ambapo tulikuwa hatupo kidogo hewani, lakini tumerudi tena kwa nguvu na kasi mpya. Na leo Goet Sports tutakuja kuzungumza mambo mbalimbali ya kimichezo, especially yale mambo ya michezo ya kimataifa ambayo yameshika hatamu katika vichwa mbalimbali vya habari pamoja na katika vijiwenongwa mbalimbali vya habari, au sisi wa Tanzania tumezoea kusema katika maskani mbalimbali. Leo nimekuja kwa mchambuzi wangu Senior Master kama kawaida, dozi itaendelea vile vile. Hebu moja kwa moja tuanze kuzungumzia swala la mtaalamu wa soka. Mimi nasema kocha wa dunia, Pep Guardiola, kocha pekee mwenye kipala na anajua mpira. Pep Guardiola, mechi yake dhidi ya Liverpool ilikuwa ni mechi ya 1000, ambapo ni mechi yake ya ushindi, mechi ya 1000 na ameondoka na ushindi. Pep Guardiola amekuwa ni kocha kidogo ambaye ana rekodi nzuri kidogo katika michezo iliyo rasmi tangu aanze Barcelona aende timu mbalimbali mpaka sasa yupo Man City. Hili swala tunaweza tukalizungumzieje, kwa sababu limeshika hatamu sana katika vijiwenongwa mbalimbali? Of course, kama ulivyosema hapo awali, of course Guardiola Pep Guardiola ametimiza mechi 1000 of course wiki hii. Na mechi yake ilikuwa ni ushindi dhidi ya majogoo wa jiji Liverpool 3 kwa nunge. Lakini kabla ya hapo kuna makocha wengi sana waliweza kumsabai na kumtakia kila la heri, ukiwepo mpinzani wake spring sana Jurgen Klopp akaweza kumtakia kila la heri katika mechi yake 1000. Lakini ni of course safari ilikuwa ndefu. Of course takriban mwaka 18 kutoka ameanza rasmi kale yake kama manager. Of course akaanza na Barcelona B 2007, baada ya kwenda Barcelona kubwa ile tunakumbuka wenyewe kina Xavi. Baada hapo akaenda zake FC Bayern Munich akapa miaka 3 akatulia, akaenda zake Man City mwaka 10 akiwa na klabu ya Manchester City. Of course ana tebo mbili, tebo moja kwenye FC Barcelona 2009, lakini pia tebo moja akiwa na Manchester. So amefanya vizuri sana katika mechi zake 1000. Kama nakumbuka kwamba tayari katika mechi 1000 ameshinda mechi 716. Si jambo la kitoto mzee wangu. Ni mechi 716 katika mechi 1000. Sio jambo la kitoto, na kocha wengi wakubwa wameshinda kufika pale, na ni kocha pekee ambaye ameshinda mechi 716 katika mechi chache zaidi katika makocha wote ambao 716 kati ya mechi 1000. Si jambo la kitoto sana. So wanamconsider kama ni moja za greatest coach of all time, kwa sababu ameweza pia kwa motivate makocha wengi sana vijana ameingia kwenye mfumo huu wa mpira miguu, wakiwa wanaangalia kama Guardiola ndio kio chao, wakina Xabi Alonso kwa Madrid, wakina Arteta, wakiwa Arsenal, wakina Vincent Kompany kwa FC Bayern Munich. So Pep Guardiola Sala ameweza kupata mechi zake 1000 na akisherehekea 1000 dhidi ya Liverpool ushindi wa 3-0. So ameendelea kufanya kudhihirisha dunia kwamba yeye hata leo akisema atunike daluga aache rasmi kocha, labda kama ni makocha bora zaidi kwa kutokea katika historia ya mpira wa miguu duniani. Tuachane na hapo. Pep Guardiola kama ulivyosema, baadhi ya makocha vijana wanamwangalia kama ni kioo cha kujifunza kwake ili na wenyewe waweze kufika mafanikio kama alivyofikia hapo jana. Twende moja kwa moja, kuna kocha mmoja kijana anaitwa Vincent Kompany na Bayern Munich. Bayern Munich imekuwa miongoni mwa mifupa migumu sana pale Bundesliga. Kila timu ambayo inakuja nafikiri kama mechi 16 wamekuwa ni watu wakishinda, lakini jana wakakutana na wahuni wa Union Berlin. Wahuni wa Union Berlin naona wakajaribu kuvunja rekodi ambayo mtu alikuwa anaenda kujiwekea mwisho wa msimu, labda kama angeendelea kuchabanga timu zote, kwa kutoka draw ya goli 2-2. Huu mchezo na tuzungumzie kwamba hawa vijana wa bwana Vincent Kompany pamoja na Bayern Munich jinsi walivyokuwa wanaenda, ili swala tunaweza tukazungumzieje kwamba ndio mwisho wa utawala Bayern Munich pale Bundesliga, au tuliwekeje hili swala, kwa sababu ni miongoni mwa taarifa iliyoshika headline katika vijiwe mbalimbali. Of course shukrani pekee zende kwa Harry Kane ambaye alikuwa jahazi, kwa sababu walikuwa wameshalala 2-1 dakika za jioni kabisa. Ndio Harry Kane mtaalamu akaweza kuwapa pointi moja. Of course amefanya vizuri msimu huu, wakiua mechi 16 zote, Champions League, Bundesliga na kila mechi wao wamekuwa wakiua, kwanza ile mechi ya ufunguzi wa ligi kuu nchini Ujerumani wakaua mpaka hapa. So Union Berlin wakisema hapana, sisi ni wanyonge lakini tutakufa na wewe. So mwisho wa siku Union Berlin wakapambana, wakapata sare ya kwanza FC Bayern kwa msimu huu, lakini nafikiri ilikuwa ni hatua nzuri sana, kwa sababu kama tunakumbuka kwamba baada ya international break FC Bayern Munich watabidi wasafiri kwa nchini Uingereza kutana Arsenal katika Champions League, na kama unafahamu kwamba msimu wa Champions League kwa leo hii wako wawili, Bayern na Arsenal, wote wana pointi 12, na Bayern anaingia Emirates, anaingia Emirates. Mechi ngumu sana hiyo, kueleza kwamba Arsenal msimu huu wako bora zaidi na wanapiga chapo pia ya kama champion wa ligi kuu, japo bado mapema sana, lakini performance yao inaonyesha kwamba wako serious na taji baada ya miaka mingi kutoka mwaka 2000. So FC Bayern Munich walikuwa nafikiri kwa ni matokeo sahihi sana kwao, tuweze kuamsha kwamba
kama tuna uwezo wa kupoteza pointi, na nafikiri kwa namna hiyo. Kila mchezaji ukimuuliza kwa nini anacheza mpira kwa bidii, anaamka asubuhi, anafanya mazoezi na kila kitu, jibu ni moja tu, atakwambia kwamba nataka nije kuwa professional player, nilipwe vizuri, nibadilishe maisha yangu pamoja na familia kwa jumla. Lakini kuna swala moja limejitokeza, kuna mchezaji anaitwa Ryan Check. Naam. Ryan Check amenukuliwa akisema kwamba hata apewe pesa za dunia nzima, yeye hawezi kwenda kucheza ligi ya Saudi Arabia ambayo inaonekana ni ligi ambayo watu wanajizolea sana pesa, kwa sababu wachezaji wengi wanalipwa pesa nyingi sana, na ukisikia bado ni kijana mdogo ana miaka 22, yeye amekataa kata na amesema ataendelea kubaki pale pale Manchester City. Hili swala tunaweza tukalizungumzieje? Of course kazi yote mtu anafanya ili apate hela. Apate hela kile mahitaji yake. Lakini katika moja kitu ambacho nikikumbuka katika picha zangu niweza kuona nukuu moja mzee mmoja Yusuf Makamba mkuu wa Dar es Salaam akisema kwamba wakati yuko mkuu wa wilaya moja huko Tanga, baba taifa Mwalimu Nyerere amwambia kwamba kijana wangu chagua tamaa na heshima. Basi kijana akaamua chague heshima kwa sababu tamaa na heshima. Sababu tamaa na heshima havikae nyumba moja. Sasa akachagua heshima, ndio maana mpaka sasa yuko pale. So Ryan Check anasema kwamba hata kama akipewa yule 600 kwa mwaka hawezi kwenda Saudi Arabia, akiamini kwamba uso muda sahihi wa yeye kwenda Saudi Arabia. Anaamini kwamba anahitaji mataji mengi makubwa, na akiamini kwamba taji Champions League ambayo ilikuwa ni taji muhimu sana kwa wachezaji wengi sana na soka duniani kwa jumla wakiliwaza, bado hajalitoa. Anasema kwanza tu Manchester City. So anaamini Warabuni si muda sahihi, muda utafika miaka 30 kuendelea, kupengine anaweza akawaza kwenda Saudi Arabia. Kwa sasa anaamini bado ana nguvu za kutosha kabisa za kupambana Ulaya. Akiwa miaka 22 tu, bado ni kijana mdogo sana, anaamini kwenda Ulaya, kwenda Saudi Arabia ni bora kabaki bado Ulaya kwenda kutafuta stiff competition. Ryan Check amechagua heshima na sio tamaa. Tumalize hapo. Lakini wiki hii pia tumeona Kylian Mbappe amefikisha magoli 398 kama sijakosea. Wakati huo Messi akifikisha assist ya 400. Assist ya 400. Sio magoli, hizo ni assist za 400. Je, tukubaliane tuseme kwamba Mbappe mpaka kufika umri, kwa sababu Messi kama sijakosea umri wake sasa unaweza kuwa ni miaka 38 akiwa kule Inter Miami. Je, Kylian Mbappe kwa umri alionao anaweza akafika assist za Lionel Messi? Tukubaliana hicho kitu au tukitoe kabisa kwamba tumweke yeye ni mtu exceptional kama walivyo yeye pamoja na Ronaldo ambapo watu wanawatema? Nafikiri mtu Mbappe kwenye hiyo assist 400, kwa sababu unajua kwa sasa wachezaji ambao kwa active wanacheza soka, mchezaji mwenye assist nyingi sana ni Messi akiwa na assist of course 400 akipata juzi hapa. Lakini mchezaji ambaye anasikia rekodi ya dunia ni mtu Puskas ambaye ana assist 404. Kwa hiyo Messi la Pulga anahitaji assist 5 tu awe the all time akiwa na kwenye masuala ya assist. So nafikiri wakina Mbappe wana kazi ndefu sana kujifunza kuweza kufikia Lionel Messi. Kwa sababu Messi amefanya hivyo, assist yake ya kwanza ilikuwa mwaka 2005, baada ya miaka 20 maana 2025 anapata assist ya 400. Sasa kwa hiyo imagine 20 years mtu anapata assist 400. Je, Mbappe ana miaka gani anacheza soka? Hata miaka 12 hajafikisha. Kwa hiyo kama afikishe at least miaka 20 na atafika kweli? Atafika kweli. Kwa sababu kumbuka kwamba katika maisha ya soka kuna wakati ni bahati. Of course kipindi cha Messi kwa Barcelona tunaamini kwamba alicheza na viungo bora zaidi, mmoja katika soka kina Iniesta, kina Xavi. Of course Mbappe amepata hiyo fursa. Naona. So mwisho wa siku Kylian Mbappe ana kazi kubwa sana kufanya na jeshi lake, lakini Messi la Puga anabaki kama mmoja wa wachezaji bora kabisa kutoka katika soka la dunia. Na katika magoli pia nafikia magoli ni 894, ndio kama magoli 6 kwa kufikia magoli 900. Can you imagine? Magoli 900 na kibilia na assist 400. Ndio assist 5 ili awe the all time kwenye assist katika historia ya soka. Ndio soka Kylian Mbappe na wenzake wana kazi ndefu sana ya kuweza kufika hapa ambako la Puga ameweza kufika. Leo tumejaribu kuongelea habari mbalimbali, lakini tunaelekea international break. Mara baada ya international break tutakuwa tuna michuano ya UEFA au tunasema klabu bingwa barani Ulaya, na tutarudi hapa kwa ajili ya kukuletea roundup ya michuano hiyo. Nyuma ya kamera anayekuletea picha hizi zinazoonekana vizuri kabisa ni Mika Jeremiah, nikiwa na mchambuzi wangu Senior Master. Mpaka wakati ujao, bye, we love you guys.